Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 12, akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Angalia maneno haya. Tuko na Musa aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Tupo na Musa aliambiwa na Mungu, Musa, nenda Misri kawatoe wana wa Israeli. Nimesikia kilio chao na mateso yao nimeyaona. Sasa nakutuma wewe, nenda ukawatoe wana wa Israeli Misri, warudi waje jangwani wanitumikie, waende Kanaani. Nimewaandalia nchi nzuri iliyojaa maziwa na asali. Sasa Musa aliuliza swali, akasema, mimi ni nani unanituma mimi kule? Mimi kama nani? Musa kihistoria anaonekana alikuwa mwanajeshi. Historia inamwonyesha yeye alikuwa mwanajeshi, alisomea jeshi, alikuwa na masomo ya jeshi, mtaalamu, msimamizi mzuri wa masuala ya jeshi. Sasa basi hapa alikuwa anauliza ajue, naenda kule kama koplo, naenda kule kama mfuasi, naenda kule kama nani? Yani nikifika pale mimi nitakuwa nafasi yangu nani, na vikosi nitakavyokuwa navyo vitakuwa vya aina gani? Mungu hataki kumwambia hayo, anamwambia bila shaka mimi Mungu nitakuwa na wewe, sitakuacha. Kwa hiyo hataki Mungu akujibu unachokitaka, ila anataka Mungu ukifanye anachokitaka. Hivi sijui unanielewa vyema? Yaani Mungu hataki unachokitaka, anataka ufanye anachotaka. My God, laiti ningalichukua tembe ya ubongo wangu nikupatie uelewe sawa ninavyoelewa. Mungu hataki wewe ufanye unachotaka, isipokuwa anataka ufanye anachotaka yeye. Njoo turejee Mathayo 6 mstari wa 10, anasema, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sasa unachosema wewe ni hiari nini? Unachosema hiari, kuokoka ni hiari, kumtumikia Mungu ni hiari, kutoa sadaka ni hiari, maombi ni hiari, kufunga na kuomba ni hiari. Unapata wapi? Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mapenzi ya Mungu hapa ni Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi, basi ninyi salini hivi. Katika mwendelezo wa hiyo sala ukianzia mstari wa 9 anayesema ninyi salini hivi, utaona mstari wa 10 anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Yaani sisi tunatakiwa kuomba Mungu atusaidie kutimiza yale anayotaka yeye kule mbinguni. Ndio hayo tuyatimize, sio tutimize yetu. Yesu mwenyewe alisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ila si kama mimi nitakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Unaona bwana? Kwa hiyo tunapozungumza juu ya suala la utii, ni lazima uelewe utii wa maadili au nidhamu, wanaelewa vizuri. Lakini kwa wale wasioelewa ndio wanaotutangazia kuokoka ni hiari. Hiyo hiari hujaielewa vizuri. Mtu wa Mungu, nikueleze kitu kingine juu ya suala la utii. Suala la utii halihitaji mtu uamue. Ni unapaswa tu kuokoka. Unapaswa tu kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Basi inatosha. Masuala mengine ya kuamua sijui nitakapojisikia sio yako kabisa. Angalia katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari ule wa 10 na wa 11, anasema hivi, ndipo Yoshua akawaamuru maakida wa watu akisema, piteni katikati ya matuo mkawaamuru hao watu mkisema,
fanyeni tayari vyakula, kwa maana baada ya siku 3 mtavuka mto huu wa Yordani, ili kuingia na kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wenu mpate kuimiliki. Sio mkawaombe, mkawaamuru. Akawaamuru waende wakawaamuru, sio wakawaombe. Hii sio hiari. Kuvuka kutoka nchi ya upagani kwenda nchi ya Ukristo hakuna hiari. Yesu mwenyewe alihubiri kwa hiari? Kwani wale aliowahubiri Yesu waliokoka kwa hiari? Hawakuokoka kwa hiari. Hawakuokoka kwa hiari. Uniamini ninachokueleza, hawakuokoka kwa hiari. Wale walisurutishwa, na ile shuruti ingetumika sasa, tungekatwa mapanga sana wahubiri, maana watu wangetukasirikia sana. Yesu alihubiri injili kwa nguvu, aliwasurutisha. Wafikiria, ameenda baharini kule ziwani, anamwona Petro yuko na watu, ana kikosi cha wafanyakazi wanavua samaki, anawachukua, wanaviegesha vyombo, wanamfuata. Anamwona Mathayo mtoza ushuru amekaa na kusanya ushuru, anamwambia njoo nifuate. Hakuna kumwambia fikiria, tafakari. Imagine, yani ni ghafla. Ni kama wewe uko shambani unaambiwa njoo acha jembe umfuataje. Uko dukani unauza duku, unaambiwa ondoka hapo dukani njoo unifuataje. Uko wapi unaambiwa, yani pale ulipo unaambiwa sasa ondokaga njoo unifuate. Sasa ondokaga njoo. Yani hauna hata taarifa kwamba kuna mtu anakuja hapa anaweza kusema kitu. Hauna hata taarifa. Hii ni hiari. Hii ni hiari. Hii sio hiari. Kama ingekuwa hiari, maneno haya Yesu asingesema. Kama ingelikuwa hiari, kwa nini aseme vile? Kwa nini aseme hivyo? Nikwambie, utii unapaswa kuamua, ukubali kutii. Ukubali kutii. Ndio maana ya injili na ndio maana ya wokovu tunaotangaza. Leo hii watu tunao makanisani, walio wengi wapo kanisani kwa sababu walikuja kwa kutaka. Yaani walipojisikia kwamba sasa nataka niokoke, wakaenda wakaokoka. Hawa watu ndugu yangu, mpaka sasa nikwambie, tuna tabu makanisani. Kuna tabu, maumivu makali, kwa sababu yeye amekuja kanisani kwa sababu ameamua, amepanga, naenda kanisani. Sasa mimi ni mwizi, nina ilizi ya wizi. Sasa kwa sababu nimezoea kuiba, ndio maana nikaa nakula. Nikiacha wizi nitakuwa nakula nini? Anachukua ile ilizi, anampatia mdogo wake au ndugu yake yeyote, anamwambia hii bwana itakusaidia, ila usinisahau. Ukimwambia hili ni dhambi, anakuambia hii ndio msaada wangu mimi, haya ndio maisha yangu. Haya, unamchukua mwingine, unamwambia sasa bwana, wewe kwa sasa hivi unatakiwa uwe na ratiba ya maombi ya kufunga kila baada ya wiki, kila baada ya siku 2 utakuwa na maombi ya kufunga. Anakuambia haitawezekana. Kwanza Yesu alishamaliza msalabani. Hiyo biashara mimi siwezi. Kwa nini? Kwa sababu yeye kuja alijisikia. Kwa hiyo atafanya kile anachojisikia. Kwa hiyo kuja kanisani atakuja akijisikia. Kutoa sadaka atatoa akijisikia. Kuomba ataomba akijisikia. Kuhubiri atahubiri akijisikia. Mimi niliwahi kuwa wakati mshirika, niliwahi kuwa mwenyekiti wa uinjilisti, mwenyekiti wa kikosi cha uinjilisti. Sasa nilikuwa napanga zamu za kuhubiri, ratiba. Siku moja ikatokea bwana mmoja, nikawa namwambia bwana ajiandae, baada ya siku 2 kupita, ile siku ya 3 wewe utatakiwa usimame uhubiri. Akaniambia, unajua Roho hajaniambia. Yaani wanavyoongea naongea kama ni mtu wa busara kweli. Ni kama naelewa, ni kama akili zimo. Kumbe hakuna kitu haelewi juu ya masuala haya, haelewi. Nakwambia unapaswa kutii. Akaniambia, unajua nimsikilize Roho kwanza. Kama Mungu angelijua unamsikiliza tu Roho, asingewaambia mitume, asingemwambia Petro chunga kundi langu. Maana wale watu wangesikiliza Roho, wale watu wangekula Roho, wale watu wangeishi kama Roho. Lakini kwa sababu anajua nakasimisha madaraka, akakasimisha madaraka. Mimi naondoka, akakasimisha madaraka. Petro, chunga kundi langu, lisha kundi langu, chunga wanakondoo, lisha.
anamkabidhi Petro kundi la kanisa. Wewe unaposema unasubiri ujisikie, siku utakapojisikia unakuja kutuletea matatizo kanisani. Ila unapohubiriwa injili, kama hujaelewa, aidha tunasema kutokuelewa ni kule kutokusikia katika moyo haujasikia. Huyu mtu ambaye moyo haujasikia hawezi kuona mwamko wowote wa kuelewa juu ya injili. Na ndio maana watu wengi huwa kwenye mikutano ya injili, kwenye makongamano ya injili, huwa wakisikiliza kwaya na nyimbo mbalimbali, wanapata msukumo wa kuokoka. Akishaokoka, amempokea Yesu, ameombewa, ameongozwa toba, na yamkini akabatizwa moja kwa moja, lakini siku chache baadaye unakuta amerudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu hakusikia bado. Macho yakiona bila kusikia hauwezi kuelewa kile ulichokiona. Macho yakiona inabidi masikio yasikie. Macho yakiona masikio yasikie. Masikio yakisikia unaweza kuelewa hata ijapo macho hayajaona. Namaanisha nini? Namaanisha hivi. Wengi wanaotaka kuona hawawezi kuelewa, hawawezi kujua. Wanaotaka kusikia hawa wataelewa, hawa watajua. Na ndio maana Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 alitupa jukumu moja hivi, watumishi wake tunaohubiri injili. Ngoja nikuonyeshe. Hii ndio injili ambayo tunaihubiri. Ndugu yangu, mimi kibaya, injili ninayoihubiri ni ile injili hai. Na kibaya kitakachowatesa wasikilizaji wangu, yale ninayoyaongea ndio ambayo yapo yanasumbua watu. Alafu yanasumbua na wao hawakujua. Wanapojua wanaanza kupata tabu. Tutabadilishaje? Wanaanza kupata tabu. Hiyo ndio shida ya mimi. Sasa ninachomshukuru Mungu, yanaponya kwa wale walio tayari kuelewa. Hilo ndio ninalomshukuru Mungu. Mpige makofi Bwana Yesu. Aya, katika ule mstari wa 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tunasoma Mathayo 28 mstari ule wa 19 na wa 20. Baada ya mtu kuokoka, hatua ya kwanza tunambatiza. Baada ya hapo tunamfundisha. Sio tunamuonyesha, hatumuonyeshi, tunamfundisha. Tumuonyeshe nini? Kama muujiza wa kwanza ameshauona. Injili iliyohubiriwa na wokovu aliyopokea ni muujiza kupita miujiza yote. Muujiza mkubwa kupita miujiza yote. Kuokoka, kusamehewa dhambi, kuepushwa na adhabu ya jehanamu. Unasamehewa dhambi, unaokoka. Ndugu yangu, wewe umepata muujiza mkubwa kuliko miujiza ambayo ingetazamiwa kupatikana. Umepata. Sasa hapa anasema hatua ya kwanza ni kumbatiza huyu mtu aliyeamini. Hatua ya pili ni kumfundisha kuyashika. Kuyashika yote aliyotuamuru sisi. Sasa tungelikuwa tunatumia, angeliona vema kuonyesha, asingemkataa Tomaso. Alimwambia ole wake anayetaka kuhakiki kama Tomaso, anayetaka kushuhudia. Tomaso alipapasa makovu ya Bwana Yesu. Tomaso, Biblia inasema alimfunulia na ubavu, apapasa aone mkuki ulipokuwa umechoma, aone misumari alivyokuwa amepigiliwa. Itazame mikono yangu, makovu haya. Halafu baadaye akapewa onyo, ole wake atakayetaka kuona. Sasa leo hii tukikwambia Yesu anaokoa, utaenda kumuona wapi? Unataka kuona, utaenda kumuona wapi? Uone makovu yake, utaenda kumuona wapi? Wewe tayari umeshakosea. Sasa basi, kinachokubidi tii injili inapohubiriwa. Kubali injili inapohubiriwa. Sema amina injili inapohubiriwa. Sema ndio naipokea. Unaposikia neno, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kubali kumpokea Bwana Yesu
awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kubali kabisa kabisa kabisa, kubali kabisa. Kwa sababu ukiangalia Joshua, namna ambavyo tumeona Joshua anaamuru, sio anawaomba, anaamuru, anawaagiza, ni agizo. Tunataka tuvuke kutoka hapa jangwani kwenda Kanaani. Sasa tunataka tuvuke, tutavukaje? Tunavuka kwa amri, na waamrisha na waamuru, nendeni mkawaamuru watu waandae chakula kikae tayari, siku 3 tutaondoka hapa twende Kanaani. Baada ya siku ngapi? 3. Hakuna kusema jamani tujadili twende baada ya siku 3. Kila mmoja atoe mawazo yake. Wewe unafikiri tuondoke lini hapa? Wewe unafikiri tutaondokaje? Wewe unafikiri eti tuwe na chakula au tusipike? Unafikiri wewe tuvukie sehemu gani? Hakuna hicho kikao, hakuna hicho kikao, ila ili tuvuke na waamuru. Muende mkawaamuru na watu waandae chakula cha siku 3. Baada ya siku 3 tutaondoka twende Kanaani, nchi ya ahadi. Haleluya, haleluya. Hivyo ukijua maana ya neno hiari, utii, mbona ni haraka sana kuacha madhambi yako na matatizo yako ulionayo? Mbona ni haraka sana? Ni haraka sana, na hautochelewa. Ni haraka sana. Utaacha leo, sio kesho. Utaacha leo, utaacha dhambi. Na mimi naamini kabisa Yesu anapofanya kazi, anafanya kazi bila kujali mazingira wala nyakati. Ninaamini hilo. Mimi nikiwa nahubiri Injili, siku moja, mimi kuna wakati nafunga speaker nahubiri. Sasa siku moja niko nahubiri Injili, kuna mtu mmoja, ilikuwa saa 11 jioni, tulikuwa kwenye mkutano wa Injili. Sasa zilitutimua mvua, zilikuja mvua za maana. Basi kwa kuwa mkutano ulikuwa jirani na jengo la ibada kanisani, tukakimbilia ndani. Tukafika ndani, tukaingia, speaker kadhaa zikabaki nje kwa ajili ya kuendelea kupeleka sauti nje, lakini speaker chache zikawa ndani, watu wakaendelea kusikiliza Injili. Sasa wakati nikiendelea kuhubiri, nikijua kabisa sasa hapa mvua zilizonyesha hizi zimezuia watu, hawawezi kuja. Mwishoni mwa ibada nikatangaza, sasa anayetaka kuokoka aje. Alikuja mtu kutoka nje, ile sauti ilikokuwa inafika ilikuwa inasema naye kuliko walioko ndani. Alikuja mtu kutoka nje, amekimbizana na mvua ile ambayo mimi nimeamini kwamba imezuia watu wasije. Aliingia moja kwa moja mpaka madhabahuni, akisikiza ile sauti ya anayetaka kuokoka sasa aje, aliyekubali Injili hii aje. Yule mama alinyosha moja kwa moja madhabahuni, akaja akapiga magoti, tukamwongoza toba. Ninaamini hata wewe unaposikiliza unaweza ukakubali kwamba sasa ninataka nimpokee Yesu, pamoja na kwamba maisha yangu sielewi yatatengamaa lini, mambo yangu yatakaa vizuri lini, ila leo nimesikia Injili hii na kubali kwamba naagizwa, ninapaswa kuacha maovu yangu yote, napaswa kuacha dhambi, napaswa kuacha uovu, napaswa kuacha uasi. Nimemuudhi Mungu vya kutosha, nimemchosha Mungu vya kutosha, nimemrudisha Bwana Yesu msalabani vya kutosha. Sasa ninaamua nimpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hapa ulipo, wokovu unaingia ndani yako. Haleluya, wokovu unaingia ndani yako. Nataka nikwambie, hapa ulipo saa hii, wokovu unaingia ndani yako. Yuko Bwana majeshi. Nifuatishe maneno haya machache. Nikumbuka nimekwambia utii. Ukitii utakula mema ya nchi, katika Isaya anasema hivyo. Na hapa tulikuwa tunajifunza, Ibrahim anaambiwa atoke katika nchi yake ili baraka zimjulie, atoke katika nchi yake. Utoke katika nchi ya upagani uingie katika nchi ya wokovu. Utoke katika ufalme wa kipagani uingie katika ufalme wa Mungu. Tulihamishwa toka ufalme wa giza tukawekwa katika ufalme wa mwana pekee wa Mungu, tukaingizwa humo. Kwa hiyo tunahamishwa. Kuna ufalme wa giza unaomtawala mtu akiwa katika maovu, alafu kuna ufalme wa nuru wa mwana pekee wa Mungu aliye hai unaotuingiza katika utawala wa kimbingu. Tunaanza kuishi wenye nguvu, kuishi wenye majasiri, kuishi watu wenye sifa za kuishi katika Mungu. Haleluya. Nasema fuatisha maneno haya. Yuko Yesu anasema na wewe. Yuko Yesu anakuhitaji. Yuko Yesu anataka kubadilisha. Nifuatishe maneno haya. Bwana Yesu, sema tena, Bwana Yesu, naja mbele zako.
mimi ni mwenye dhambi, naomba unirehemu. Katika jina la Yesu naomba unihurumie. Kwa damu yako Yesu naomba unioshe. Katika jina la Yesu ninaamini sasa. Katika jina la Yesu ninapokea sasa. Katika jina la Yesu nimekubali sasa. Yesu, Yesu, naomba Bwana unisamehe, unitakase, unioshe kwa damu yako ya thamani. Ninaomba Yesu unitakase kwa ile nguvu ya msalaba. Ninaomba Yesu uniokoe. Katika jina la Yesu ninaamini na kuokoka. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Roho mwaminifu unayesimama kwa viwango vya ajabu, kwa nguvu ya tofauti, Lord mighty God, katika Kristo uweza wa ajabu, ninaita nguvu juu yake sasa, ukombozi sasa, uponyaji. Achilia neema, achilia uweza, achilia nguvu, achilia uponyaji. Akombolewe katika vifungo na laana na mikosi na balaa na kila namna za mateso zenye kumtesa, zimwachishe awe huru kwa jina la Yesu aliye hai, kwa nguvu ya pekee, kwa ushindi wa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Ninatangaza kufunguliwa vifungo mbalimbali, laana, mikosi na roho mbaya za magonjwa na maonezi ya kipepo, vyote vikamwachilie apate kuwa huru na salama katika Kristo Yesu, Bwana wa mbingu na nchi. Sema amen. Rudia tena, sema amen. Mungu akubariki sana.